Hello, shalom. Mbele yako ni Prophet Emmanuel Simba wa Moto, the Lord of Fire, nabii, kuhani na mfalme wa kizazi hiki. So ninakukaribisha tarehe 22 ya mwezi huu wa pili, tutakuwa na ibada maalum sana, na ibada hii maalum itakuwa ni ibada ya kioo, na siku hiyo tutakuwa tukizifunua siri za kiroho kupitia kioo. Kioo kina siri za watu, kina siri ya maisha yako, kina siri ya utajiri wako, kina siri ya kufanikiwa, na kina kazi sana katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukienda sana kwa waganga wa kienyeji, wale mliowahi kutembea, kuna waganga ambao mkikutana nao lazima wanakuwa na kioo, na ukikutana na mganga ambaye anatumia kioo, ujue kabisa huyo amejua siri za ulimwengu wa kiroho. Lakini pia Wakristo wengi hawafahamu kwamba kioo kina siri za ulimwengu wa kiroho, na hii inasababisha Wakristo wengi wasiwe na mabadiliko kwenye maisha yao, kwa sababu swala la kutumia kioo sio jambo la kawaida, ni jambo la kispiritual sana, yani la kiroho. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima uvijue katika ulimwengu wa roho, na kuna vitu vingine vinaweza vikafanyika kwenye mwili kama ujinga, lakini vikawa vina maana kubwa sana katika ulimwengu wa roho. So kama unasumbuliwa na magonjwa na hujapona, umeombewa na hujapona, umezunguka na hujapona, umetafuta kila namna ya mbinu za wewe kuwa salama lakini imeshindikana, Jumapili njoo na kioo chako, njoo na kioo. Mafinga, njoo ni Mafinga Kinyanambobi. Utakapofika hapo utakutana na hiyo ibada, nitakuelekeza namna ya kutumia kioo chako, na utapata utukufu wako, utapata kibali chako, utapata heshima yako. Kama kuna ndoa inakusumbua, mahusiano yanakusumbua, biashara zinakusumbua, familia inakusumbua, mume anakusumbua, watoto wanakusumbua, fika kwenye hiyo ibada. Nitakuwepo hapo kwa ajili ya kuachilia anointing maalum kabisa kupitia kioo. Yapo maandiko ambayo yanazungumzia kabisa namna ya siri ya kioo, kioo kinavyoweza kufunua siri za maisha ya mtu katika ulimwengu wa kiroho. So ninakukaribisha sana, usikose. Walete ndugu zako, walete jamaa zako, walete marafiki zako, nami kama nabii nitakuwepo hapo nikikuhudumia mwanzo mwisho. Sikiliza vizuri. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 12, Biblia inasema hivi: maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo; wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu; wakati ule nitajua sana, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Anasema kwamba maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, wakati wa sasa tunauona kwa kioo. So katika ulimwengu wa kiroho kuna wakati na nyakati, na katika zile nyakati zinakuwa zina kitu katika ulimwengu wa kiroho. Na sasa tunataka tukazizungumzie nyakati za sasa katika ulimwengu wa kiroho. Wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Maanake wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Kwa hiyo kioo kina mafumbo ya maisha ya mtu, kioo kina fumbo ya mafanikio ya mtu, kioo kina mafanikio ya mtu. Sijui tunaelewana vizuri? Na hii inaonyesha kabisa wazi katika ulimwengu wa kiroho kwamba siri hizi zipo wazi kwenye maisha ya watu, lakini zimefichwa kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo hapo una siri. Maisha ya mtu yana siri, na siri zipo katika ulimwengu wa kiroho, na siri hizi zimefichwa kwenye maisha ya mtu mwenyewe, lakini kioo kina siri hizo za kuweza kukujulisha wewe ni nani katika maisha yako. Anasema kwa maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Na kwa sababu hiyo tunaona kwa jinsi ya fumbo, anasema hivi, tunaona kwa jinsi ya fumbo, maanake wakati wa sasa, lakini siri zima ipo katika kioo. Na ndio maana nimekwambia Jumapili tutakuwa na ibada ya kioo, na ibada hii ya kioo itakuwa ni ibada ambayo imebeba nguvu kubwa na siri kubwa za maisha yako. Zimebeba siri ya kufanikiwa kwako, imebeba siri ya kuinuliwa kwako katika ulimwengu wa roho, na utukufu wako utarejea. Kama kuna kitu chochote kilipotea kwenye maisha yako, kitarejea tena. Right now, fika bila kukosa. Maisha yako yamefumbwa, maisha yako bado yana mafumbo, maisha yako bado yana siri, maisha yako bado yaelewi, maisha yako yajui. Anasema sasa, kwa sasa tunaona kwa jinsi ya fumbo, lakini tunaona katika kioo. Hii nataka nikwambie usikose.
Haijalishi nani anakuzuia, haijalishi nani amekuroga, haijalishi nani amekukwaza. Nataka nikwambie siku hiyo tutafungua siri za maisha yako. God bless you. Shalom.